Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu naitwa Mchungaji Elias Madoshi, natoka Shinyanga, kanisa la Christos Assemblies of God. Andika mwaka mmoja na mambo yaliyo. Tuko kwenye ulimwengu wa huo, lakini kipengele ambacho nilihimizwa kufundisha mwaka mmoja na mambo yaliyo. Sikizeni kwa makini sana. Mungu huwa anatupatia miaka. Ramani yako kwenye mchoro wa Mungu, kwenye faili lako mbinguni, kwenye kalenda ya Mungu, ulijulikana utazaliwa lini, ukasubiriwa utimilifu wakati ili uzaliwe kwa umri wako huo ulio nao. Nazungumza mtu mmoja mmoja. Mungu akaruhusu uhudhurie duniani kwa wakati gani na utatoka kwa wakati gani. Nikamatia hiyo point. Mungu aliruhusu. Ndio maana umri ulio nao sio kwamba umesingiziwa. Ni Mungu aliratibisha uzaliwe kwa wakati huo ili leo uwe na umri huo. Na ulizaliwa kwa wakati huo, kwa mwaka huo uliozaliwa, kwa tarehe hiyo uliozaliwa, kwa mwezi uliozaliwa. Sio kwamba ulitokea kama ajali. Vyote ulivyozaliwa. Ulizaliwa kwa mama yako alibakwa, ndio katokea sawa. Lakini bado iko kuzaliwa. Kwa Yesu mwanzo Mathayo kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kuzaliwa kwako wewe kulikuwaje? Kuzaliwa kwangu mimi kulikuwaje? Nisikilize kwa kimama, acha kusoma kwanza, nisikilize. Kitakushinda. Sikiliza, nikikwambia tusome mahali fulani ndio tunakwenda, ndio utaelewa. Lakini ukianza kujisomea mwalimu hajakwambia tusome kitabu fulani, unatengeneza kwa mwalimu kusoma kwa mambo mawili. La kwanza, humuelewi, afadhali unajisomea. Yaani umemwona viwango vyake viko chini. Ndio maana wafundisha kuwa na nidhamu. Kweli. Nisikilize. Kuzaliwa kwangu kuliratibishwa katika mtindo wa mwaka. Sasa kama Mungu alijua, alikucholea ramani. Uzaliwa mwaka uliozaliwa, nizaliwa mwaka niliozaliwa. Tuko pamoja? Na leo una miaka hiyo ndio nayo. Miaka ya kutoka duniani pia kwa Mungu inajulikana. Sasa Mungu hakupi miaka kwa bei ya jumla. Hapana. Anakupa mwaka mmoja. Na mnakabuana na Mungu kwa mwaka mmoja ili kutimiza miaka 80 iliyoko mbele yako, miaka 90 iliyoko mbele yako. Haendi na wewe kwa miaka 90, anaenda na wewe kwa mwaka mmoja. Na mwaka mmoja sasa unakuwa hivi. Huo mwaka mmoja kutoka kwenye mwaka 2025 kuja kwenye mwaka 2026. Leo tunazungumzia mwaka huu. Nisikilize, kila mwaka una maelekezo yake. Kila mwaka, kila mwezi una maelekezo yake. Sasa usichanganye maelekezo ya mwaka 2025, nazungumza mambo ya roho sana, na maelekezo ya 2026. Hata kama utakuta kuna mambo yanafanana kutoka kwenye 2025 unayakuta kwenye 2026, unaviona vinafanana, lakini hata kama kuna majaribu yatafanana, lakini utatuzi unahitaji maelekezo mapya. Wengine mmesema amina moyoni nafikiri, lakini wote mmesema amina. Nisikilize. Nikupe mfano. Petro aliwekwa gerezani. Jaribu la kuwekwa gerezani. Alipokuwa gerezani, kanisa Biblia inasema likaomba.
gerezani. Petro akatoka akawakuta kanisa walikokuwa wanaomba kwenye nyumba ya mtu, akawakuta huko mpaka wanashangaa, mpaka wakafikiri mzuka. Akili yao haiamini kulingana na kiwango cha jaribu, na wale waliomkamata ambao wakipewa somo la huruma wanatoa zino, hawaamini kama ni Petro tena. Lakini pointi ni nini? Alikuwa gerezani. Pointi ni nini? Wakaomba. Pointi ni nini? Malaika akatumwa akaenda kumfungua Petro. Jaribu ni gerezani. Twende mfano wa pili. Paulo na Sila nao wakakamatwa wakawekwa gerezani. Jaribu linafanana na Petro, lakini namna ya kutoka ni tofauti. Hao wakamsifu Mungu na kuimba, milango ya gereza ikafunguka, misingi ikatikiswa, wakatoka. Sasa wote waliingia gerezani, wote walitoka gerezani, lakini namna ya kutoka ni tofauti. Na maanisha nini? Katika mwaka 2025 kuna mambo yaliyomo uliyoyapitia, unaweza kabisa ukayakuta na 2026 yamo. Kama huko usiangalizie namna ya kutoka, usiangalizie kutoka ni tofauti. Nikupe mfano. Hebu tusome hapa Kutoka sura ya 17. Msomaji mtoke, mmeona faida ya kuwepo kanisa. Naomba nisome Kutoka sura ya 17, nipe matumizi mstari wa kwanza. Kutoka sura ya 17 mstari wa kwanza. Pia inasema mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyoagiza. Wakatua Refidimu. Wakatua sehemu moja. Angalieni kidogo tu wana wa Israeli, kidogo nikupe uelewe hili. Wana wa Israeli walienda Misri kwa kosa la baba yao Ibrahimu, na kosa la Ibrahimu lilitokea kwenye sadaka. Ndio maana sadaka kwenye Biblia ya muhimu sana. Aliambiwa, alipendekeza apate mtoto Ibrahimu. Mungu akamwambia, unataka mtoto wewe, niletee ndama, lete na njiwa, kwa sababu siwezi kukupa mtoto bila kutoa sadaka. Kwa ile sura 15 ya Mwanzo, Biblia inasema Ibrahimu akachukua ndama, niangalie basi mkweko, ndama akawapasa kwa vipande na njiwa. Mungu akamwambia, sasa uvilinde, ninakuja tufanye agano, hiyo sadaka uliyoitoa ili nikupe mtoto, kwa sababu unadai kwamba nimekubariki, lakini mwenye kulisi baraka nilizokubariki hayupo. Akaweka vipande viwili, kimoja hapo, kimoja hapo. Mungu alitaka kufunga agano na Ibrahimu la uzao. Kwa Ibrahimu akasubiri toka asubuhi, ndege wakituma kunguru anawafukuza, wanaenda, bado anamngoja Mungu toka asubuhi. Saa 4 hajafika, saa 3 Mungu hajaja, saa 10 hajaja. Sasa kwenye sadaka hapokwenda mchana huo, niangalie, Ibrahimu akapata usingizi. Kwenda kwenye saa 10 huo muda akaanza kulembua mzee wa watu, mzee wa imani, toka mwanzo kulembua naenda kufikia kwenye saa 10 hivi jua linataka kuzama. Ibrahimu sasa kulembua akasinzia. Sasa aliposinzia, ndege wakatua, wakaja kunguru. Angalia walivyokuja wale ndege, walipotua pembeni huku, wakapita katikati ya vile vipande vya sadaka. Kwa kunguru akapita, anaenda kwenye kipande hicho, alafu anakimbia, anaenda huko na ndelo, aliyekuwa anaenda kuni, kuna wengine, kuna nyama nyingine huko. Kumbe kitendo cha kunguru kupita katikati ya damu ile, kunguru wakafunga sadaka, wakafunga agano la Ibrahimu, kwa sababu aliyetakiwa kupita hapo ni Mungu. Sasa ukisimplize ukaisoma Biblia kiharaka, unaweza kujiuliza, hivi kweli Mungu ili kosa ndio linasababisha uzao wa Ibrahimu uwe katika nchi isiyokuwa ya kwake kwa muda wa miaka 400? Mbona hukumu ni kubwa ile ndani na kosa kubwa mno hilo?
Yakadonoa. Baadaye Mungu inasema Biblia akapita jioni sasa Mungu kufunga agano la Ibrahim. Akapita katikati. Kwanza Mungu amekasirika, amwambia Ibrahim, umefanya unyang'anyi wa ajabu. Hujalinda sadaka, hujalinda maelekezo. Wewe umeamua kufanya jambo umelala. Nimewaiwa na ndege. Sasa Ibrahim, kwa kosa hili uzao wako utaenda utumwani kwenye nchi isiyokuwa ya kwao. Nao watawatumikia wale wenyeji kwa muda wa miaka 100. Niangalie. Baada ya Mungu kutamka hivyo sasa, mchungaji, ndio Mungu akapita sasa. Akaona Ibrahim, Mungu anapita katikati ya sadaka. Hebu tukasome hapo tupate picha ya huko. Rudi kwanza Mwanzo 15 anza mstari wa 8. Ili tupate picha ya hapa. Kwa sababu hapa unaweza kupata picha ukaelewa vizuri. Kwenye Kutoka 17. Tuanze kwanza Mwanzo. Twende. Mwanzo 15. Nipe matumizi mstari wa 8 mstari wa 8 pia sema. Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Akamwambia, unipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na hua na mwana njiwa. Twende, yani toa sadaka ili kile unachotaka nikupe. Chanzo cha kutoa sadaka. Twende. Mstari wa 10 akasema, akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande. Nimesema kipande cha kwanza kama sifikalia akaweka, na kingine hapo nikatazamana hiyo vipande vya ndama vya sadaka. Twende kuelekea mwenzake, ili ndege akuwapasua. Twende. Mstari wa 11, hata tai walipotua juu ya mizoga, Abraham akawafukuza. Mwanzoni yuko macho analinda, maana aliambiwa kisiguse kitu chochote. Twende. Na jua lilipokuwa likizama, usingizi mzito ulimshika Abrahamu. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Sikia point. Kosa hili hukumu yake miaka 400 huko matesoni. Uzao wako Mungu ametamka. Twende. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali mengi. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Amori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru la moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Mungu anapita kufunga agano la Ibrahimu sasa, lakini amewaibu na tai. Uzembe aliofanya baba wa imani. Angalia, ndipo akaona Ibrahimu sasa, kajua kabisa, akaona moshi, akaona mwenge, Mungu anakuja kufunga agano sasa. Akapita katikati ya vile vipande. Ibrahimu akapita na moshi wa ajabu, ingekuwa kungeelewa moshi wa ajabu. Alafu anaona moto unapita, Mungu anapita kufunga agano. Lakini ametanguliwa na ndege. Sasa niangalie. Mungu ametamka uzao wake utakuwa utumwani miaka 400. Ndio hapo uzao wa Yakobo wakaenda, hao Yakobo akaenda utumwani Misri miaka 400. Tena pakaongezeka na addition, ongezeko la miaka 30 ndio wanatoka.